Mjomba, kwa kweli nimefika hapa, ila nimegonga sana na nimekaa sana tu, ilo bwana hayupo. Lakini kuna mpangaji wako mmoja hivi alikuwa kavaa jezi ya Simba, ni mpangaji wako wa chumba cha katikati. Aliniambia anaitwa anaitwa Elia. Elia kaniambia kwamba huyo bwana hayupo, katoka. Kwa hapa mjomba bwana, mimi niko naona kwamba nirudi baadaye kuja kumwangalia huyu jamaa. Kwa hiyo mimi nitakuja baadaye. Baadaye nitakuja kumwangalia mimi, alafu nitakujulisha. Usiwaze mjomba. Mimi nitakujulisha baadaye. Sawa sawa mjomba. God have mercy upon us. Yaani yali sielewi kabisa ujue yani. Maana yani kila nitachokula sihisi ladha yoyote. Mfano kama jana nimejaribu kula chips na kuku. Lakini sijahisi ladha yoyote ile kwamba huu ni kuku, hii ni chips. Yaani mbona kama natafuna tu yani. Haya. Nikaona labda mdomo wangu mwenyewe nikajaribu kula vitu vitamu, mfano kama ice cream. Haya, nimekula ice cream. Sijahisi kama ladha ya ice cream sijaiona, yani sijahisi kabisa yani. Mpaka ice cream imeisha, yani sihisi chochote, yani sihisi kana nakula ice cream. Nikaona basi sawa, ngoja nijaribu kula na vitu vichungu. Nimejaribu kula mfano kama mwarovera. Mwarovera unajulikana yani ulivyokuwa mchungu vile yani. Lakini nilikuwa umetafuna wote. Yani sijahisi ladha uchungu wala sijui nini, yani sijahisi chochote kile. Nimejikuta natafuna mwarovera mpaka umeisha. Hii itakuwa homa hii. Hapa itabidi nifanye mpango niende hospitalini. Kwanza ila mambo ya kwenda hospitali nao kule pata naanza mambo ya masindano. Ni mambo ya masindano basi tatu bwana. Mimi nataka tu nini nikifika tu pale niwaeleze bwana yupo hivi hivi na hivi wanipe dawa. Sasa wataanza mambo ya masindano tena. Mambo ya masindano si hataki. Nani tena huyo? Mjomba. Halo mjomba. Kule nilirudi mara kadhaa ila sijafanikiwa kumkuta. Mpangaji wako mjomba anaonekana ni msumbufu kweli kweli yani. Mimi nachoona mjomba hapa mradi asituendelee kutusumbua. Mimi nachoona tumfanyie kama tulichomfanyia yule Sila. Tutoe vitu vyake nje. Awepo mjumbe pale ili mradi yule jamaa akirudi kutoka katika mihangaiko yake avikute vitu vyake nje. La sivyo mjomba, huyu jamaa atatusumbua sana. Wewe si unaona tulipofanya kwa bwana Sila pale? Tumevitoa vitu vyake nje, tumepata mpangaji. Na angalia mpangaji huyu hapa anaonekana mpangaji yani hana longolongo. Yani anaonekana kanyooka, hana mambo usumbufu. Na nilifanikisha kwenda naye kwa mjumbe. Na akaniambia kwamba atahamia. Ila naona kimya. Ila wakati naenda kufuatilia yule jamaa yule nilikutana naye kule. Na akaniambia kwamba kuna mambo yake anamalizia anafuatilia hivi. Kuna kiwanja nataka anunue. Kwa hiyo mimi nakwambia mjomba bwana yule hana shida. Inaonekana pesa ipo pale mjomba. Yaani tusiwe na wasiwasi kabisa mjomba kuhusu yule mtu. Mimi nakuhakikishia mjomba bwana yule jamaa anaonekana ana usumbufu kabisa yani. Tofauti na mpangaji wako yule anayekuangaisha tu.
Yule mpangaji wako tu tunachoshana kweli. Ila mimi ninavyomuona huyu jamaa hatutofikia huko kote huko. Kama tulipofikia leo kwa huyu jamaa wako. God have mercy upon us. Unajua nimekuita hapa ili tuongelee kuhusu swala lako la chumba. Unajua nilishindwa kukutafuta mapema kwa sababu si unajua sisi matajiri. Umeona? Kwa unakuta sisi Mungu katubariki kipato, tuna hela, kwa unakuta tuna mambo mengi, yani matajiri siku zote wanakuwa na mambo mengi. Tuna hili, tuna hiki, tuna kile. Sasa unakuta hata muda ule nakosa kukutafuta. Mungu alitubariki sisi wenye hela. Tunakuwa mambo mengi. Sasa leo nimekaa nimetulia nikakukumbuka. Nikasema ngoja nikutafute, nije nikuite hapa tuongee kuhusu swala lako la chumba. Sema naona hapa kidogo mazingira kama sio mazuri hivi. Unaonaje twende hata nyumbani kwangu hapo kwa sababu nina nyumba ya kifahari. Sema kule sasa ndugu, kule kuna ndugu wengi. Tunajua mtu kishakuwa una hela unakuta wageni wanakutembelea mara kwa mara, ndugu wanakusumbua. Kwa unakuta ndugu wanakusumbua, ndugu wengi, unakuta huyu anakuja, huyu anakuja kukusalimia. Sasa kule ndugu amejazana kwenye jumba langu la kifahari. Sasa unaona hapa nina 10,000, twende hata loji. Twende loji pale tukapumzike, tutulie vizuri, tuongee kuhusu swala lako la chumba. Unaonaje? Hivyo una akili kweli? Hivyo una akili kweli? Mimi akili ninazo. Akili ninazo lakini sema akili mimi sijazingatia sana. Kwani umesikia nani anajiuza? Mimi sio kwamba nasema kwamba twende loji kwamba unajiuza. Hapana, mimi sizungumzia hayo mambo, yani mimi sipo huko. Yani sema tu unajua tunapoenda loji tunakuwa wawili wapendana tunakuwa wawili, tunakuwa tunaongea vizuri, hamna makelele, hamna nini. Kwa hiyo hili ni swala tu la kawaida, usijali. Alafu hizi nguo ndo zote tulizokutana siku ile kwa umezivaa. Hamna, so hizi. Bwana, unajua sisi matajiri bwana. Unajua sisi matajiri ambao Mungu kidogo atujalia kipato, tunakuwa tukienda kununua nguo, tunakuta tunanunua nguo aina moja hata 10, 5. Kwa unakuta sana wakati navaa tunakuta ndio hiyo nimeivaa kumbe ni nyingine. Nguo zinanuka, zinatoa harufu hapa. Kuanzia leo koma, futa namba yangu usijuane. God have mercy upon us. Mndani hodi. Hodi wenyewe. Wewe hayupo mwanangu. Vipi ndugu yangu? Kama kawaida. Kama kaa. Fresh. Vipi bwana? Mbona patikana kumekuwa changamoto sana? Sasa hivi shughuli. Sasa hivi jao kupatikana hapo. Hapo nyewe mimi mwenyewe na siku kama 3 hivi. Yaani kumuona yenyewe naota sana. Maana naingia toka zimekuwa nyingi. Kwa huyu nitaka kumpata mimi hapa, nije siku gani au nije saa ngapi ili mradi niweze kumpata mimi? Huyu hapo labda wewe mwenyewe ufanye kuvizia. Maana kama ninavyokuambia, aeleweke anaingia muda gani, aeleweke anatoka muda gani. Na akiingia dakika 5 nyingi kashachomoka. Kwa hiyo hapo kukuambia labda siku gani au muda gani ni changamoto. Kwa hapo wewe cha kufanya hapo mvizie. Kwani ulikuwa shida naye nini yani? Mimi bwana mjomba kaniagiza hapa. Kaambia kwamba bwana nije kumhamisha. Akasema kwamba alimpa miezi 3 ili aweze kuhama, lakini kuhama hami, anamsumbua tu mjomba yani. Wewe ndo mjomba wako anipigia kaambia kuna kijana atakuja hapo sasa hivi atakuwa anachukua yeye, sio ile dogo tena. Nitakuwepo mimi hapa kipindi hiki. Kwani ile dogo kaenda wapi? Yule dogo kaenda shule bwana. Yule yuko boarding kule. Kaenda shule. Basi sawa. Hivi kwa nini anasumbua bwana? Hiyo shida. Huyo jao. Sio poa huyo jamaa. Asi hapa cha kufanya. Kwani fanya kama tunaniambia yani. Wewe fanya hivyo. Wewe ukikaa dakika 5 dakika 10 njoo mchungulia.
Basi poa, ngoja nifike hapo kwanza. Fresh man. Poa poa. God have mercy upon us. Kaka, so umenipigia simu nimekuja, mbona uongee? Unajua dada nini? Nimekupigia simu ili uje hapa. Sababu ile juzi ile mume wako alikuja hapa. Kaja hapa na bwata ile nini amevimba kama kalishwa mila yani. Sema mimi yeka nikuta niko good yani. Ikabidi awe mpole, kaamua kuondoka. Sasa pale kwa kuwa sikupata muda wa kukupigia, nilikuwa nimepata kazi kangu hapo nimeenda kufanya, nikakosa muda wa kukupigia. Sasa leo nimerudi ili nikueleze kwamba mume wako ameshajua kwamba wewe umetoa mimba na umechoma sindano ya kuzuia mimba ndani ya miezi 3. Sasa nataka nijue wewe na mume wako mnaishishije huko nyumbani? Kweli kaka, mimi na mume wangu hatuishi vizuri, yani hatuna maelewano ndani. Hapa nilikuwa nakupigia simu yako haipatikani, na kuja nyumbani haupo. Yani kaka, inaniumiza sana. Kama juzi mume wangu yani usiku kuligombana sana tena sana, yani alikuwa anatoa sauti ya kulalamika kwamba kwani umetoa mimba na kwa nini umechomwa sindano. Yani ugomvi mkubwa kaka ni huo wa kutoa mimba na kuchomwa sindano. Yani mpaka majirani nahisi kama walijua kama mimi nimetoa na mimba sasa. Maana kelele alivyokuwa anabwaka yule mwanaume kaka, yani inaniumiza sana. Du. Kwa hapo kaka tunafanyaje? Cha kushukuru dada, wewe uko salama. Ila mume wako katika zile kafara zake zile, kafara moja inatolewa ndani ya miaka hii 2, na kila kafara inabidi atolewe mama na ujauzito wake. Sasa katika ile miaka 2 ambayo alikuandikisha wewe, imebakia miezi 3, na wewe ulishatumwaga sindano kuzuia mimba ndani ya miezi 3. Kwa hiyo cha kushukuru, yani wewe uko salama. Sasa hapo angalizo, sababu mume wako pale alipo sasa hivi ana hasira kinyama yani. Sababu meza aliyebakiza ni michache. Unatakiwa ujilinde. Kama inawezekana pale inabidi ukimbie. Kama vipi unaweza hata kuja hata nyumbani, kwa sababu mimi nyumba yangu ni kubwa hiyo. Unaweza tukaishi wote kwa pamoja. Kaka, nije niishi hapa na wewe? Nakujua kakangu. Utanibaka. Sasa mimi nitakubakaje kati wewe ni dada yangu? Wewe kaka, hiyo haipo hiyo. Wewe nakujua kakangu. Mimi naenda mbele kwa mbele haka. Wewe haya yalikuwa mambo ya zamani hayo. Nakujua wewe utanibaka wewe kakangu.